maana mwenzake anao wawili tayari aisee. Sasa hiki kitu kinamuumiza sana moyo wake, lakini Nova kwa sasa akili yake haipo kabisa hapa. Anawaza namna ya kumwambia ukweli Tiwa tu basi. Sasa Tiwa leo alikuwa anatembea, lakini kwa bahati mbaya akateguka mguu wake mmoja, akaja pharmacy kutibiwa hapa na nini. Sasa wakati anatoka akakutana na Nova. Mchizi kabidi amsaidie kumpeleka nyumbani kwake aisee. Sasa Nova alikuwa anamjali kishenzi Tiwa, mchizi anamjali kama mzazi mwenzie hapa, lakini Tiwa alijui hilo, anaona ni kama shemeji tu anamjali. Nova akawa anamsaidia kuukanda mguu wake na maji ya baridi na nini, lengo ukae sawa tu na aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Ikumbukwe kuwa watoto wa Tiwa wameenda kusoma nje ya nchi, kwa hiyo hapa amebaki peke yake. Leo wako wawili tu, yeye na shemeji yake. Baada ya muda mwana akamletea msosi bibie, basi vibe lilikuwa kubwa mno na mbiwa, walikula pamoja na nini vitu kaizo mtu wangu. Baada ya muda Nova akamsifia sana Tiwa kuwa amewalea watoto wake vizuri. Nova kauliza, unamkumbuka na maanisha baba yake? Hapana, sikumjua kwa muda mrefu hadi nimmisi, lakini kuna muda huwa namfikiria tu namna ambavyo maisha yetu angekuwa kama tungekuwa pamoja. Tungewalea watoto wetu pamoja na tutumie muda mwingi kufahamiana, tupendane zaidi na zaidi. Tiwa akasema, mchizi alikuja kijijini kwetu akanilagai kwa kuniambia kuwa ataishi maisha yake yote na mimi, hatarudi kwa ajili yangu hapa kijijini, na mimi nikamwamini. Huo ni ujinga. Vipi kama hakukusudia? Haina maana. Hata hivyo aliniacha nikawalea watoto peke yangu. Nova kaomba msamaha. Tiwa kashangaa, kwa kipi? Kimya. Kuna kitu kinakuhusu? Unamaanisha nini? Pale umeme ukakatika, na hii sio hali ya kawaida kwenye hili eneo umeme kukatika. Hey, mchizi si akamtandika na busu la upendo shemeji yake, lakini anakumbuka siku ya kwanza ise ilikuwa kama hivi. Yeye Tiwa anahisi, lakini Nova anaujua ukweli wote. Sasa kwa nini kakubali kupigwa busu na shemeji yake? Au basi bana, tuachane nayo mambo. Sasa Lala alikuwa amesafiri, ndo anarudi nyumbani sasa hivi. Akahisi pengine rafiki yake Tiwa amemkasirikia kwa sababu aliondoka bila kumwambia. Hata akimpigia simu yake tu alikuwa hapokei. Ikabidi amwombe Nova simu yake ampigie pale na nini. Mchizi akajizungusha pale na nini, mara kaisahau kwenye gari, kumbe simu iko mfukoni tu. Alikuwa anajifanya huyo, ikabidi ampe tu baada ya kubanwa sana. Kweli bana, Lala akampigia simu Tiwa, lakini hata simu ya mchizi ya kuipokea kabisa. Pale ikatumwa message, ilikuwa ni voice note ya Tiwa. Tiwa alikuwa anasema, habari Nova, samahani najisikia vibaya kuhusu tulichokifanya jana usiku. Unajua kabisa mkeo ni rafiki yangu mimi na ni dada yangu. Sasa tukarudishwa nyuma, kumbe mwana alipata juisi moja safi mno, lakini hakuna kilichoendelea baada ya hapo. Lala hakutaka maelezo yote yale, akamfukuza Nova toke nje. Haya ni maumivu yasiyoelezeka mazee. Noma sana hii. Upande wa pili Kutiwa mawazo ni mengi mno, anawaza namna ambavyo alilala na shemeji yake na ilitokea vipi hii. Sasa huku mchizi kafungiwa nje ya nyumba, kwa hiyo leo atalala nje ise. Noma sana hii. Sasa Tiwa akiwa kwenye dimbwi la mawazo akapokea message ya Nova, akasema Lala amejua kila kitu ambacho kinaendelea, kwa hiyo inabidi wazungumze naye. Noma sana hii. Kweli bana, Tiwa akaja asubuhi kuongea na Lala, akamkuta mchizi amelala kwenye gari. Pale akaja Lala. Lala akasema, najua hujawahi kunipenda Tiwa, wote tunajua sio kweli, wewe ni dada yangu, unalala na mume wangu kweli, samahani, unawezaje Tiwa? Washikaji wakajitetea pale na nini, wakasema ilikuwa makosa tu, hawakutarajia kilichotokea. Kosa gani ulala kwenye makende ya mume wangu? Yaani ulale na mume wangu halafu useme ni makosa? Kweli umefanya mapenzi na mume wangu? Nilikuwa nahisi kama namjua hivi. Haumjui mume wangu. Lala akaropoka pale, kwa sababu ni baba wa watoto wako haimaanishi kuwa unamjua sana. Lala amemwaga kuku kwenye mchele wengi. Lala amemwaga mchele kwenye kuku wengi. Noma sana hii. Ameivujisha siri mwenyewe, si alisema wasiseme, hatimaye karopoka mwenyewe. Sivumilii huu upuuzi. Tiwa haelewi. Novi kabidi ajitambulishe tu kuwa yeye ndo baby yule ambaye alikutana naye kwa sherehe siku zile. Kwa hiyo alitaka kutunze siri, usiniambie sio? Kipindi nahangaika kukulinda ulikuwa bize kulala na mume wangu tu, haujawahi kunipenda Lala. Tiwa, usijifanye kama mhanga sana. Na wewe vipi? Tiwa kaisi alibiwa baba watoto wake na karibu ndoto zake kabisa. Lala alikuwa na hasira kishenzi unaambiwa. Novi kabidi awatulize sasa pale. Tiwa akawa amesepa. Nova hajui amfuate nani, mke wake halali au mama watoto wake. Lala akasema jaribu kumfuata uone. Mchizi akachagua damu yake hadi Lala akashindwa kuamini mazee. Nguvu zikamwisha hapa. Nova akaja kumwomba msamaha Tiwa, akasema kuna mengi wanapaswa kuongea, lakini Tiwa kutaka mazoea kabisa. Mchizi alikaa mlangoni kwa Tiwa muda mrefu sana, akasema aondoke hadi akubaliwe kuongea. Mchizi alikaa hadi usiku wa manane unaambiwa. Tiwa alipotazama akamwona mwana bado amelala nje. Moyo wa hurumu kamjia na nini, lakini atafanya nini sasa? Akawa amepotezea. Mwisho akamruhusu mchizi aingie ndani, lakini ataongea naye kwa dakika 5 tu kisha sepe. Nova akasema asubuhi baada ya kilichotokea alirudi nyumbani, bibi yake akawa amefariki ise. Mama alikuwa amekasirika kwa sababu alinitafuta sana kila mahali ya kunipata. Tulimzika bibi siku hiyo, kisha tukarudi nyumbani. Tiwa, nilitaka sana kukuona, lakini sikufanikiwa. Mama yangu alimpoteza mama yake, kwa hiyo sikuweza kurudi tena. Nikawa naandika barua tu, nilieleza kila kitu, nikawa
mpatia Kunle ili akupe zile barua, lakini sikusikia chochote kile. Nikaandika tena, kila mwezi nilikuwa naandika, ni kwa mwaka mzima niliandika zile barua, lakini pia kwenye zile barua nikaongeza mpaka email yangu na namba za simu za mama, lakini hakuna kilichorudi kwangu. Nilifikiri pengine kupendezwa, kwa hiyo nikakata tamaa kabisa. Tiwa akasema Kunle na marafiki zake walinicheka, wakanizomea. Kwa mwaka mzima walikuwa wananizomea mimi, waliyafanya maisha yangu kuwa kama kuzimu vile. Nilishangaa kwa nini wanajua sana kilichotokea usiku ule. Nikafikiri pengine, hapana, sikuwaambia. Ule usiku ulibadili sana maisha yangu. Baada ya kugundulika kuwa nina ujauzito, baba yangu akanifukuza nyumbani, lakini mama yake Lala akanisaidia. Mama yake Lala alikuwa na roho nzuri sana, alimsaidia hadi akajifungua mapacha wake, kisha akamsaidia hadi kwa leo naambiwa. Kuna wakati alikuwa anafikiria hadi kujiua, maana alikuwa anapitia kipindi kigumu sana. Nova kauliza, mipango yako ikoje sasa? Tiwa akasema amepata kazi UK, kwa hiyo anasubiri visa tu. Nova kafurahi kishenzi, maana anaenda kuungana na watoto wake. Yaani hadi kufikia hapa mimi kiukweli sielewi nichague upande gani kati ya huu, niwe shabiki wa penzi la Lala na Nova au Nova na Tiwa? Hebu nishaurini hapo. Watu wakataka kumbushia mambo ya zamani, lakini Nova kagoma. Tiwa akawa anatamani angekutana naye tangu mwanzo na nini vitu kaizo, mtu wangu na kuhitaji usiniache. Mchizi anampa heshima kubwa sana mke wake, yani anampenda kinoma Lala, huku Lala amempigia sana simu Mchizi ampati. Si alimfukuza, imekuwaje tena? Au ndo upendo ulivyo? Lala akaja kumuulizia Mchizi ofisini kwake na nini, lakini hakuwepo. Hebu mwangalieni Lala anatembea na night dress. Mapenzi yanachanganya nyie. Akaambiwa Mchizi hata vikao anafanyia online, yani hajawahi kufika hapo ofisini. Mapenzi yanaumiza kinomo na mbiwa. Shida ya mapenzi ni kuwa ukiwa naye kila kitu nakichukulia poa, lakini akiondoka tu utateseka hadi utamani kufa. Tunza sana ulichonacho, usikiache kiondoke. Si mnamwona Lala anatembea na night dress peke yake? Yanatesa hayo. Tiwa akamfuata Lala nyumbani kwake kumwomba msamaha. Akasema bora mimi nimerudi, lakini wewe uliondoka na hukurudi tena. Nilikuomba msamaha baada ya miaka 15 kupita. Lala akasema alikuwa anataka maisha mazuri, lakini hakutarajia kumuumiza ndugu yake. Ungeongea na mimi tungelizungumza hilo. Kwa hiyo ukalala na mume wangu. Sikufanya hivyo makusudi, sikutarajia kukuumiza. Nilikosea, natamani nisingefanya. Kila mmoja akawa anaongea kwa hasira kutokana na kila ambacho alifanywa na mwenzake, lakini Tiwa anasisitiza msamaha tu. Mwisho wa siku kila mmoja akamsamehe mwenzake. Sasa baada ya muda Tiwa akarudi nyumbani kwake, akamkuta Nova nje. Akamwambia visa yake imekubaliwa, kwa hiyo safari itakuwa kesho. Nova kauliza, naweza nikaenda na wewe nikajitambulisha kama baba yao kama hutojali? Lakini Tiwa akamkubalia. Furaha haipo tena kwa Lala, muda wote amenuna tu. Mchizi akamfuata kumwomba msamaha mke wake, lakini Lala alikuwa mgumu kishenzi unaambiwa. Mwana akawa amesepa, hataki tena kuendelea kubembeleza. Baada ya muda Mwana akatoka na mabegi yake yote. Lala akauliza, ulilala nayo wiki iliyopita? Nova akasema hapana. Kwa hiyo unaenda wapi? Mchizi akasema naenda kuwaona watoto wake, nataka kuwajua. Hii ilimuumiza sana Lala. bado unanipenda? Sijawahi kuacha. Basi sawa, sitakuzuia kuwajua watoto wako, lakini Nova, tuna tatizo hapa kwenye nyumba yetu na niko tayari kulipambania, nipo tayari kulifanyia kazi. Hii safari inaweza kusubiri? Nova akasema ndio. Nova akasema ndio, inaweza kusubiri. Basi makumbato wakawa mengi mno na mbiwa, na huo ndo kawa mwisho wa tambala hili. Mtu wangu linaitwa Africans of Us. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.